Simba ni mnyama hodari sana wa kuwinda. Lakini cha ajabu ni kwamba kuna wakati fulani katika maisha yake ambapo hupoteza kabisa uhodari huo katika eneo lile lile la mawindo. Kwa nini hili hutokea? Karibu sana kwenye video hii ya kipekee. Leo nataka nikusimulie hadithi ya simba ambayo imegusa maisha ya watu wengi, na naamini hata wewe haitakuacha kama ulivyo. Hadithi hii ina uhusiano mkubwa sana na maisha yetu sisi binadamu. Na kama utaisikiliza kwa makini, utapata mafunzo ambayo huenda yakabadilisha kabisa mtazamo wako wa maisha. Lakini kabla hatujaendelea, usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii ili ujumbe huu uwafikie watu wengi zaidi. Mimi naitwa King Nyamafu, na bila kupoteza muda, hebu twende tukaitazame hadithi hii ya simba. Itakushangaza sana. Katika hatua hii ya maisha, simba hawezi tena kuwinda, kuua wala kujilinda. Anazurura na kunguruma huku akidhoofika, hadi pale anapozungukwa na fisi, ambao humla na kumrarua kabla hata hajafa. Hawamruhusu afe kwa amani, wanamrarua akiwa bado hai. Maisha ni mafupi. Kinachomtokea simba kinaweza pia kutupata sisi. Hatutakuwa vijana milele. Hatutakuwa na nguvu kila wakati. Hatutakuwa kileleni kila siku. Hatutakuwa mabosi milele. Hatutakuwa wafalme wa msitu, wala wafalme wa maisha milele. Maadamu maisha bado yanatupatia nafasi, tuwe wanyenyekevu. Tuondoe kiburi na tuepuke kutumia maisha yetu vibaya. Na tujitahidi kuwa na matendo mema. Maana, mapema au baadaye, maisha yatatuletea hesabu. Na tutavuna kile tulichopanda. Sana. Kwamba, hatutakiwi kujivuna na kudharau wengine tukiwa juu. Kwamba, nguvu si ya milele. Na kwamba unyenyekevu, busara na huruma ni hazina kubwa sana katika maisha. Tukumbuke kuwa, leo wewe ni simba, kesho unaweza kuwa mzee anayedhoofika. Kama umependa hadithi hii, basi subscribe kwenye channel hii ya King Nyamafu, kwa sababu hapa tunakuja na hadithi zenye mafunzo ya maisha kila wiki. Hadithi ambazo hazikusisimui tu, bali zinakufungua akili na moyo pia. Na kama ungependa kuwasiliana nami moja kwa moja, kupata ushauri au kushirikiana nami, nitafute kupitia WhatsApp namba 0768727240. Tupo pamoja kabisa. Like, share na comment hadithi hii ilikugusa wapi. Kumbuka, hadithi ni silaha ya mabadiliko. Tupendane, tuheshimiane na tusahau kiburi. Mimi ni King Nyamafu, na hadi wakati mwingine, tukutane kwenye hadithi ijayo.